Get to the point. Take a step forward. Evangelist Robinson Otieno ambaye ataenda kusimama kwa dakika chache ili aweze kuzungumza pamoja nasi. Matumaini na furaha yangu ya kwamba kipindi hiki uweze kubarikiwa na upate baraka kabisa, lakini zaidi mno kipindi hiki kiweze kukuza imani yako na uweze kusonga karibu na ujio wa Yesu mara ya pili. Na tuombe. Baba mwema, tunakuja kwako tena masaa haya, tuna wingi wa shukrani kwa sababu ya wema na makuu unayotutendea kama watoto wako. Asante kwa nafasi tena ya siku ya leo. Asante kwa sababu umetuwezesha, tunakushukuru. Mtumishi wako Evangelist Robinson anaenda kusimama mbele ya watoto wako. Tumemsusha tukakuinue Yesu. Mtumie sasa tu kama chombo ili mapenzi yako ambayo ulikuwa umeandaa tuyapate siku ya leo, tuyapate kupitia kwake. Hebu Roho wako ambaye ni kiongozi mwalimu aweze kutamalaki mahali hapa. Tuone uwepo wako na mwisho wa kipindi hii wengi tukuone wewe Yesu na tusonge karibu nawe. Asante kwa kusikia, ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Karibu mtumishi. Nataka nichukue nafasi hii niwasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kama unasikia sauti yangu nipungie mkono wako hewani. Bwana Yesu asifiwe. Basi tunamshukuru Mungu sana kwa sababu ya jioni hii. Muda wetu umesonga na kwa hiyo tutaenda kwa kasi katika somo letu la jioni hii, ikiwa ni somo la pili katika msururu wetu wa Bible study ama uchambuzi wa Biblia. Na kwa hiyo natamani ya kwamba niwakaribisheni tunapoenda kuzingatia somo letu la pili ambalo kichwa chake kinasema nyayo za Yesu ajaye. Nyayo za Yesu ajaye ndilo swala ambalo tutalizungumzia leo. Nyayo za Yesu ajaye. Tuombe. Mungu na Baba yetu, tumejinyenyekeza tena mbele zako. Tunakushukuru kwa sababu ya nafasi hii ya kipekee ambayo umetukirimia. Na muda huu tunapolifunua neno lako, kama alivyokusihi Elder Brian, nami pia nijiunge na yeye kukusia kwamba Bwana, mimi nipungue nawe uzidi. Ukanitumie kama utakavyo kwa utukufu wa jina lako, lakini kwa mbaraka wetu sote kwa namna ya kukombolewa. Ujumbe huu uje na namna ambavyo utatupatia tumaini tunaposubiri kufunuliwa kwako. Ndivyo tuombavyo kwa imani katika jina la Yesu Kristo. Amen. Nyayo za Yesu ajaye. Juzi tukizungumzia swala la kutokuwa na wasiwasi na kwamba kesho iko salama mikononi mwa Mungu, tulizingatia kwamba hatimaye baada ya falme za dunia kusimama na kuanguka, ufalme utakao simama hatimaye ni ufalme wa Bwana wetu Yesu Kristo. Na leo kama nilivyosema siku ile ya juzi, wengi wako na wasiwasi, hofu, wengi wanauoga kuhusu siku zinazokuja. Wengi hawajui ni kipi haswa ambacho wataamini kuhusu siku inayokuja na kipi haswa kitakachotokea. Wengi wana wasiwasi sana kuhusu maisha yajayo hapa mbeleni, lakini kuna ushuhuda mzuri katika Biblia wa kutupatia tumaini sisi ambao tunaishi katika siku hizi za mwisho. Kitabu cha Ufunuo sura ya kwanza, kitabu cha Ufunuo sura ya kwanza mstari wake ni ule wa 7. Kuna neno la tumaini ambalo linapeanwa pale. Ufunuo sura ya kwanza mstari wake wa 7. Soma tuende, mtu wa Mungu. Inasema, ile inasema, amina. Tazama, sawa, yuaja na mawingu. Aha. Na kila jicho litamuona. Sawa. Na hao waliomchoma. Aha. Na kabla zote za dunia. Soma. Wataomboleza kwa ajili yake. Naam. Naam. Amina. Asante. Tazama, yuaja na mawingu. Ahadi ya Biblia ni kwamba
hatimaye Yesu Kristo atakuja na kila jicho litamwona. Hatimaye Yesu atashuka na utukufu wake na kila jicho litamwona, hata wao waliomchoma. Biblia inasema kwamba watamwona katika utukufu wake akitokea mawinguni. Kwa hiyo kitabu cha Ufunuo kinatuongoza kuondoa wasiwasi wetu hapa chini, kuyainua macho yetu juu, kusikia nyayo za Yesu anayekanyaga na kuja kwa mara ya pili. Kitabu cha Ufunuo kinatuambia tuinue macho yetu juu, tusishtuliwe na mahangaiko ya ulimwengu huu. Wasiwasi usiwe sehemu ya maisha yetu, kwa sababu kuna yule anayekuja kwa mara ya pili. Kuna Yesu anayekuja kumaliza hofu na mahangaiko. Kuna Yesu anayekuja kusimamisha fedheha za ulimwengu huu. Kuna Yesu anayekuja kusimamisha maradhi, hofu ambayo huenda yametupatia mahangaiko katika ulimwengu huu. Kitabu cha Ufunuo kinasema, tazama yuaja na mawingu na kila jicho litamwona. Na kitabu sura ya mwisho wa kitabu hicho, sura 22 mstari wa 20, tena kuna mkazo unapeanwa juu ya swala hili la ujio wa Yesu Kristo mara ya pili. 22 mstari wake wa 20 inasemaje? Twende mtu wa Mungu. Yeye mwenye kushuhudia haya asema, sawa, naam, naja upesi. Naam, naja upesi. Hasemi ya kwamba atachelewa, hasemi ya kwamba atakawia, hapana. Anasema anakuja upesi. Kwa hiyo amina na uje. Asante. Kisha baada ya kusikia tamko la Yesu Kristo akisema anakuja upesi wala hatakawia, Yohana anatiwa moyo, Yohana anajawa na furaha, na yeye anakubaliana kwa kusema kwamba amina na uje Bwana. Nasi wapenzi, sisi ambao tunasubiri Yesu aje, jioni hii ya kipekee anataka tusikie kwa mwangwi wa kipekee ya kwamba kweli anasema kwamba anakuja. Mioyo yetu ibubujike na furaha, mioyo yetu tetemeke na hofu iondoke. Tuungane na Yohana kusema amina na uje Bwana. Jameni, Bwana Yesu asifiwe. Mioyo yetu ijawe furaha. Habari za kuja kwa Yesu Kristo mara ya pili ni tumaini lenye baraka. Liondoe hofu, liondoe wasiwasi, liondoe sintofahamu, manake ameahidi ya kwamba anakuja. Na je, umesikia Biblia imesema anakuja upesi, anakuja upesi. Lakini swali ni, wengi tumesikia swala la kuja kwa Yesu Kristo kipindi kirefu. Wengi habari hizi zimesemwa katika sehemu tofauti za ibada, na wale ambao hata sio wa imani wamewasikia Wakristo wakidai ya kwamba Yesu anakuja, Yesu anakuja. Tena leo tunasema anakuja upesi. Swali ni, huu upesi ni upesi kiasi gani? Kwani Yesu amekawia? Haisi maumivu na machungu yetu? Huu upesi ni upesi kiasi gani? Mbona aji? Je, kuna ushahidi wowote katika Biblia ambao utaondoa hofu yetu, ambao utaondoa wasiwasi wetu na kutuambia kwamba kweli Yesu kuja? Najua sisi sio watu wa kwanza kuwa na wasiwasi huo. Wakati mmoja Yesu Kristo alipokuwa amewakusanya wanafunzi wake, kitabu cha Mathayo sura 24, soma mtu wa Mungu Makenzi. Mathayo sura 24, nataka usome kutokea mstari wake ni wa pili. Inasemaje? Biblia inasema hapo, twende. Naye akajibu akawaambia. Hebu anza mstari wa kwanza tupate mtiririko mzuri. Inasema Yesu akaenda zake. Sawa. Akatoka hekaluni. Twende. Wanafunzi wake wakamwendea ili kumuonyesha majengo ya hekalu. Sawa. Naye akajibu akawaambia. Amyaoni haya yote? Je, myaoni haya yote? Amin nawaambieni. Sawa. Halitalisalia hapa jiwe juu ya jiwe ambalo halitabomoshwa. Tulia hapo. Wanafunzi wa Yesu Kristo wanavutiwa na urembo wa hekalu la Yerusalemu, wanavutiwa na namna limefanyiwa kazi. Sulemani akalijenga, Herode akalitia nakshi kwa kipindi cha miaka 46. Kwa hivyo hekalu linapendeza, linavutia. Wanafunzi wanaona namna linapendeza, kisha namwambia Yesu, ona namna majengo ni ya fahari, yanavutia.
Kisha Yesu anawaambia, hakutasalia jiwe moja juu ya lengine hapa. Kisha wanafunzi wanajawa na hofu na wanamuuliza Yesu maswali mawili. Sikia maswali hayo mawili. Mstari wa 3 inasema, twende. Hata alipokuwa ameketi katika mlima wa Mizeituni. Sawa, twende. Wanafunzi wake wakamwendea kwa faragha wakisema, tuambie mambo hayo yatakuwa lini? Tuambie mambo hayo, habari za kuvunjwa kwa hekalu la Yerusalemu na kuharibiwa na jiwe moja lisalie juu ya lingine. Tuambie mambo hayo yatakuwa lini? Lakini swali la pili, twende. Nayo ni nini dalili ya kuja kwako? Lakini swali la pili akawaambia, ni nini dalili ya kuja kwako mara ya pili na ya mwisho wa dunia? Wanamuuliza Yesu maswali mawili. Wakamuuliza Yesu swali la kwanza, tuambie dalili ambazo zitaonyesha mambo haya ya kubomolewa kwa Yerusalemu na kuharibiwa kwa mji huu mzuri yatafanyika lini? Lakini swali la pili, dalili za kuja kwako ni gani Yesu? Tena dalili kwamba ni mwisho wa dunia ni zipi Yesu Kristo? Na ndani ya kitabu cha Mathayo sura 24 Yesu anajibu maswali hayo mawili, lakini kwa sababu muda wetu ni mfupi, sisi tutajibu swali moja peke yake. Kwa muktasari, Yesu anatoa dalili zaidi ya 20 zinazoonyesha kuja kwake. Yesu baada ya kuulizwa maswali haya anapeana dalili zaidi ya 20 ndani ya kitabu cha Mathayo sura 24, dalili zinazoonyesha kwamba kuja kwake. Hizo dalili zikionekana ni dhahiri kwamba kuja kwake kumekaribia. Ndio maana leo natamani msikilizaji wangu mpendwa, mimi na wewe tuzisikie nyayo za Yesu ambazo zimeanza kugonga, na sio kitambo anaregea kuwachukua watoto wake. Tusikie kwamba ulimwengu huu unaelekea hatima yake. Tusikie kwamba hofu, wasiwasi, magonjwa, maradhi yanafikia mwisho wake. Dhambi na kuteswa na kuangalishwa na ibilisi mwovu shetani inafika mwisho wake. Wadhambi ambao wamemkataa Yesu Kristo ndio sasa mwisho wao unakaribia. Lakini watakatifu wa Mwenyezi Mungu ambao wamemkubali maishani kuwa Bwana na Mwokozi, wokovu wao nao unakaribia. Yesu akapeana dalili ambazo zinaonyesha kuja kwake mara ya pili. Dalili hizi alizipeana kwenye ulimwengu wa kidini, kwenye ulimwengu wa siasa, kwenye ulimwengu wa viumbe asili, lakini pia kwenye ulimwengu wa kijamii. Nitazigawanya mara 4: kwenye ulimwengu wa kidini, kwenye ulimwengu wa kisiasa, kwenye ulimwengu wa viumbe asili, lakini kwenye ulimwengu wa kijamii. Yesu akapeana dalili akasema, hizi mkiziona, mkiona dalili hizi, jueni ya kwamba mwisho umekaribia. Karibu natokea mawinguni. Ni nyayo za Yesu anayekuja kwa mara ya pili. Basi tutaanza na dalili katika ulimwengu wa kidini. Dalili katika ulimwengu wa kidini. Dalili ya kwanza Yesu akapeana, makristo wa uongo na manabii wa uongo. Mathayo 24 mstari wa 24. Makristo 1 2 check 1 2 check 1 2. Asante. Tutaendelea Roho wa Mungu anapotuzidi kutuongoza. Kwa hivyo ninasema dalili ya kwanza ambayo Yesu anaipeana ni dalili katika ulimwengu wa kidini. Na Yesu anasema ya kwamba kutakuwa na makristo wa uongo, lakini pia kutakuwa na manabii wa uongo. Mathayo 24 mstari wake ni wa 24. Soma twende Makenzi. Kwa maana watatokea makristo wa uongo. Kwa maana watatokea wakristo wa uongo na manabii wa uongo. Na manabii wa uongo nao watatoa ishara kubwa na maajabu wapate kuwapoteza.
wapate kuwapoteza, maliza, kama yamkini hata walio wateule. Sikia, Yesu anatabiri ya kwamba dalili katika ulimwengu wa kidini ya kwamba tunaishi katika siku za mwisho, na Yesu karibuni anatokea mawinguni. Ni makristo wa uongo, manabii wa uongo, kisha anasema chambo yao ya kuwapoteza wengi ni ishara na miujiza. Sawa, nimeomba nitulie dakika moja ili wabadilishe, kisha tuendelee. Sawa, tunasema kwamba ishara ya kwanza ambayo Yesu anaipeana ni kwamba kutakuwa na makristo wa uongo na manabii wa uongo, na hiyo anasema chambo watakayoitumia. Sikia, nataka usikie kwa makini, uliye hapa viwanjani, unayetusikia kule miongoni mwetu, na wala ibilisi mwovu shetani hajawahi kupata nafasi ya kushinda. Kwa hiyo tunajiachia tena mikononi mwako, tuongoze, tufunze, tamalaki hadi mwisho wa somo. Tupe muunganiko na mtiririko mzuri, ndivyo tuombavyo kwa imani katika jina la Yesu Kristo. Amen. Tunasema ya kwamba dalili ambayo Yesu anaipeana ni makristo wa uongo na manabii wa uongo. Makristo wa uongo na manabii wa uongo, na chambo ambayo Yesu anasema wataitumia ni ishara na miujiza. Ishara na miujiza. Sikiliza mpenzi, usiamini mtu tu kwa sababu ya kufanya miujiza. Nikwambie, shetani anapenda kutumia miujiza kama chambo, na ameitumia kwa muda mrefu, na amewanasa yamkini wa Kristo na watoto wa Mungu wengi kwa kutumia chambo cha miujiza. Manake wengi tunapenda vitu vya kuona, tunapenda vitu ambavyo tunaviona haswa, na shetani ametambua hilo mpenzi. Inasema hapa wapenzi, kabla Yesu hajakuja kwa mara ya pili, Biblia inasema kwamba kutakuwa na mlipuko wa manabii, kutakuwa na mlipuko wa Kristo wa uongo, kutakuwa na mlipuko wa wahubiri ambao watakuwa wanaendesha kazi ya Injili lakini hawamtumikii Mungu wa mbinguni. Watatumia ishara, watatumia miujiza, vipofu watapewa macho, viwete watatembea, vitambaa vitauzwa, maji yaliyoombewa yatapeanwa. Ishara na miujiza itatumika sana. Na Yesu anasema tahadhari, kwa sababu sio kila muujiza unatoka kwa Mungu wa mbinguni. Ufunuo 16 mstari wake ni ule wa 14. Sikia jinsi Biblia inavyosema kuhusu baadhi ya ishara na miujiza. Ufunuo 16 mstari wa 14. Sikia jinsi Biblia inasema kuhusu baadhi ya chimbuko uweza wa ishara na miujiza. Soma twende mtumishi. Biblia inasema sawa, hizo ndizo roho za mashetani. Hizo baadhi ya nguvu za miujiza, hizo ndizo roho za mashetani. Twende. Zifanyazo ishara zitokazo na kuendea wafalme wa ulimwengu wote. Sawa, twende. Kuwakusanya kwa vita ya siku ile kuu ya Mungu Mwenyezi. Sikiliza sana, sasa Mungu akubariki. Shetani anaweza kufanya muujiza. Ninajua wakati mmoja Mungu akamwita Musa, akampatia fimbo mkononi, akamtuma Misri mbele ya Farao. Biblia inasema ya kwamba alipofika mbele ya Farao, akarusha fimbo chini, ikawa nyoka. Waganga na wachawi wa Misri pia wakavunja tupa fimbo chini, zikawa nyoka. Tena Biblia inasema alipogeuza maji kuwa damu, waganga na wachawi wa Misri pia wakafanya miujiza. Shetani anaweza kufanya miujiza. Chunga kuamini mwalimu wa dini tu kwa sababu ya miujiza. Chunga, uwe macho sana. Kama mwalimu wa dini anakuongoza kwenda nje ya Biblia, hata akishusha moto kutoka mbinguni,
hata akimfufua mfu kutoka kaburini, hata akipeana kipofu macho ya kuone, uwe na tahadhari na yeye mpenzi. Maanake siku hizi za mwisho, chambo moja anayetumia ibilisi mwovu shetani kuwapoteza watoto wa Mwenyezi Mungu ni miujiza, na amejua watu wengi wanapenda muujiza. Ndio maana katika mikutano hii tumekuahidi na tumeweka ahadi yetu kwamba Biblia tu ndio itanena. Tutaruhusu neno la Mungu tu ndio lizungumze, na likipeana maelekezo, sisi nani ni kwamba tuweze kusema kinyume. Na unajua katika ulimwengu huu wametokea watu ambao wamedai kuwa wao ni Makristo. Wacha nianze na mbali alafu nirudi nyumbani. Mwaka wa 1992 kule sehemu za Japan alizuka mtu anaitwa Sako Asahara, akadai ya kwamba yeye ni Kristo, mpaka akajiita ni mwana kondoo wa Mungu. Wafuasi wakajitokeza wengi kumfuata, ni mpaka walipoamua kuweka vilipuzi, kisha wakaangamiza watu wengi na wakaishia pasipo tumaini, na wakajua kumbe Sako Asahara hakuwa ni Mungu wa kweli. Na hapa kwetu Kenya tu, kwenye kaunti ya Uasin Gishu hapa tu Western, kwenye kijiji cha Chemoroch, si aliinuka mtu anayeitwa Jehova Wanyonyi, akadai kwamba yeye ni Mungu. Mungu aliyekuwa na wake 70, Mungu aliyekuwa na watoto 95, Mungu ambaye alikuwa na siku ya kuzaliwa, manake alizaliwa mwaka wa 1924, Mungu ambaye ana siku ya kufa mwaka wa 2015 Julai tarehe 18, Mungu ambaye ana birthday na Mungu ambaye ana death day. Alizuka katika ulimwengu huu, dalili ya kwamba kweli tunaishi katika siku za mwisho. Si baada yake aliinuka Yesu wa Tongareni hapa hapa katika miongoni mwetu, naye akadai kwamba ni Mungu mwenye uweza. Sikiliza mpenzi, ukiwaona manabii wa uongo, sikia, ukiona Makristo wa uongo, usipoteze tumaini. Shahidi wa kweli na mwaminifu yuko njiani na kuja kwa mara ya pili. Yesu ambaye sio mwongo, Yesu ambaye ni kweli, ni njia na uzima, ni nyayo zake tunazisikia zikija kwa mara ya pili. Kwa hiyo manabii wa uongo wengine sijawataja, mnawajua humu. Makristo wa uongo hatujawataja, mnawajua humu. Lakini ni dalili ya ulimwengu katika dakika zake za mwisho, tunazisikia nyayo za Yesu zikigonga na kuja kwa mara ya pili. Dalili ya pili kwenye ulimwengu wa siasa. Dalili ya pili kwenye ulimwengu wa siasa, Yesu alisema kutakuwa na vita. Mathayo 24 mstari wa 6. Mathayo 24 mstari wa 6. Twende kwa upesi sasa ili kwamba tumalize kwa muda mzuri. Twende, Biblia inasemaje? Nanyi mtasikia habari za vita. Mtasikia habari za vita na matetesi ya vita. Na matetesi ya vita. Chia hapo. Asante, Mungu akubariki Makenzi. Biblia inasema kwamba mtasikia habari za vita. Yani itakuwa ni vita mahali. Kila sehemu ni machafuko. Haimaanishi kwamba ni vita mahali pamoja, hapana. Ni kwa wingi vita kila mahali. Soma mstari wa 7, inasema kwa maana taifa litaondoka kupigana na taifa. Taifa litaondoka kupigana na taifa, sawa, na ufalme kupigana na ufalme. Yesu, asante. Yesu anasema ya kwamba tunapoona vita katika pande za ulimwengu, nchi tofauti, mapambano yanashika moto, vita vipungui, ni dalili ya kwamba tunaishi kipindi cha mwisho cha ulimwengu huu. Zisikie nyayo za Yesu anayekuja kwa mara ya pili. Zihisi footsteps za Yesu ambao anakanyaga, anarudi kuwachukua watoto wake kwa mara ya pili. Unajua tunaishi karne ya 21, lakini tukiregea nyuma karne ya 20 ilivamiwa na vita ambavyo hesabu yake ilichukua maisha ya watu wengi sana. Wachunguzi wanasema kwamba karne ya 20 ilikuwa na takriban kama vita 165, ikaacha watu 6,000 bila mahali pa kukaa, na watu zaidi ya milioni 180 wakipoteza uhai wao. Karne ya 20
Kwa hivyo tunapoona vita vimepamba moto, ni dalili ya kwamba tunaishi kipindi cha mwisho cha ulimwengu huu. Na je, karne ya 21, si umesikia vita vya pili vya Kongo, vita dhidi ya ugaidi, vita vya Darfur, vita vya Israeli na Lebanoni na mengine mengi siwezi kutaja. Vita vimepamba moto kila mahali wapenzi. Makubaliano yanajaribiwa, watu wanakuja pamoja ili wajaribu kufanya makubaliano, lakini bado vita vimepamba. Kwa nini? Ni nyayo za Yesu kwa mara ya pili. Ni dalili za ulimwengu katika siku zake za mwisho. Ndio maana Yesu akamvuvia Paulo kuandika Wathesalonike wa kwanza 5 mstari wake wa 3. Hivi ndivyo asemavyo. Wathesalonike wa kwanza 5 mstari wake wa 3, anasema hivi katika neno lake lenye uhai. Soma twende. Biblia inasema wakati wasemapo kuna amani na salama, ndipo uharibifu uwajiapo kwa ghafula. Maliza. Kama vile utungu umjiavyo mwenye mimba, sawa, wala hakika hawataokolewa. Asante, Mungu akubariki. Watu wanapotafuta amani, wanaposema ni amani na salama, anasema ndipo uharibifu huja ghafla. Hata amani za dunia hazijapeana suluhisho wapenzi. Ninajua kuliwahi kutengenezwa kitu kinaitwa League of Nations ili kwamba itafute amani. Haikufua dafu wapenzi. Kutengenezwa Umoja wa Mataifa, haikufua dafu wapenzi. Amani ya ulimwengu haijapeana suluhisho. Mikataba ya amani haijapeana suluhisho. Lakini natamani kutia moyo mpenzi, unapoona vita, unapoona machafuko, sikia nyayo za mfalme wa amani anayekuja kwa mara ya pili. Unapoona vitu haviendi sawa, mapambano yamechacha kila kona, ni dalili ya kwamba ndiyo kuna vita duniani, ndiyo hakuna amani duniani, lakini mfalme wa amani anakuja tena kwa mara ya pili. Ni dalili ya kwamba tupo katika siku za mwisho. Je, katika ulimwengu wa vitu asili, si Yesu amezungumza kuhusu njaa? Mathayo 24 mstari wa 7 sehemu ya pili. Si Yesu amezungumza kuhusu njaa pale ambapo ulikuwa umefikia ama anza tu hapo mwanzo ili kwamba tuwe mtiririko mzuri. 24 mstari wa 7 inasema twende. Kwa maana taifa litaondoka kupigana na taifa, twende, na ufalme kupigana na ufalme. Sawa. Kutakuwa na njaa. Achia hapo. Yesu anasema tena kutakuwa na njaa. Ukisoma tafsiri ya Kizungu, Kiswahili naweka kana kwamba ni moja, manake hakuna wingi wa njaa. Anasema kwamba famines, yani nyingi, sio njaa ya sehemu moja tu, itavamia mahali. Na ni kweli wapenzi, taarifa ya Umoja wa Mataifa inasema kwamba kuna upungufu wa chakula katika nchi takriban 38 duniani leo. Upungufu wa chakula katika nchi takriban 38 duniani leo. Na wanasema kwamba 1 juu ya 6 katika ulimwengu huu hawana chakula. 1/6, 1 juu ya 6 katika ulimwengu huu hawana chakula. Watu 10,000 kila siku, watu 2.5 kila mwaka wanakufa kwa njaa. 10,000 kila siku, lakini pia watu 2.5 kila mwaka wanakufa kwa njaa. Kuna njaa katika pembe za Afrika, kuna njaa katika pembe za hapa Kenya, kuna njaa mahali. Dalili ya kwamba Yesu anakuja mara ya pili. Kwa hiyo ukiona njaa, ukiona watu wanapata chakula kwenye jaa za takataka, ukiona watu wanachukua maji kutoka katika haja ndogo ya wanyama, ukiona watu wanatafuta chakula katika mizoga iliyokufa, ndiyo kuna njaa. Lakini hiyo njaa ikutie tumaini ya kwamba japo njaa iko ulimwenguni, ni nyayo za Yesu anayekuja mara ya pili. Mkate wa uzima anakuja kwa mara nyingine. Yeye aliye ni suluhisho letu anashuka kuja tena. Lakini pia kando ya njaa hapo akasema nini Mackenzie? Soma. Ikasema hapo mstari wa 7 anasema kutakuwa na njaa, twende, na matetemeko ya nchi mahali. Soma hiyo nyingine, alafu inasema hayo yote ndiyo mwanzo wa utungu. Kuna kitu meruka hapo, hebu regea juu kidogo. 24 mstari wa 7. Kutakuwa na taifa litaondoka kupigana na taifa. Kutakuwa na njaa. Aha. Na matetemeko ya nchi mahali. Kuna ama Biblia yako haina kutakuwa na njaa, tauni,
na matetemeko ya nchi mahali mahali. Ya kwa haina tauni Kutakuwa na njaa. Tauni, yani tauni ni ugonjwa sugu, kizungu inasema pestilences. Ugonjwa sugu ambao unavamia mimea, unavamia wanadamu, unaathiri mazingira. Yesu anasema kwamba tukiona katika ulimwengu huu magonjwa ya ajabu ajabu, magonjwa ambayo yameshinda watu kutibu, magonjwa yanaathiri kila sehemu, ni dalili kwamba ni nyayo za Yesu anayekuja. Tabibu mkuu yuko njiani, anakuja kuwachukua watoto wake. Kwa hivyo magonjwa ukiyaona yamevamia kila mahali. Zungumza kuhusu mpox, zungumza kuhusu kisonono, zungumza kuhusu kaswende, zungumza kuhusu magonjwa lifestyle kama kansa. Tukiona yanaongezeka, ni dalili ya kwamba tupo katika siku za mwisho. Nyayo za Yesu zinasikika, anashuka, sio kitambo wapenzi. Kuna wanasayansi wengine walijikusanya pamoja na wakapeana onyo kwa binadamu. Wakasema hivi, ni miongo michache tu iliyobaki kabla ya kupoteza nafasi ya kuzuia vitisho vipya tunavyokabiliana navyo sasa, na fursa ya mafanikio ya ubinadamu kupungua kiasi kikubwa. Wanasema jinsi maisha yanaenda, tutapoteza wanadamu. Manake magonjwa yamezidi, yale ya kuambukizwa na ya kujitafutia yote yamezidi wapenzi. Ni ulimwengu wa dakika za mwisho. Na je, matetemeko ya ardhi? Takwimu zinasema ya kwamba inakadiriwa kwamba kwa sasa dunia ina wastani tetemeko 50 kila siku na 20,000 kila mwaka. Matetemeko mahali mahali. Ni dalili ya kwamba Yesu yuko njiani, anakuja kwa mara ya pili wapenzi. Niende kwa sehemu ya mwisho kwa sababu ya muda wangu, lakini pia nikwambie mafuriko, ajali za barabarani, mikasa ambayo inatokea pasipo kushangaa imetokea wapi. Ni dalili kwamba tunaishi katika siku za mwisho na Yesu anakuja hatimaye. Second last, ulimwengu wa kijamii. Yesu akatoa ishara. Mathayo 24 mstari wa 37 na mstari wa 38. Biblia inasemaje? Twende. Kwa maana kama vile ilivyokuwa siku za Nuhu, twende kabisa, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake Mwana wa Adamu. Sawa. Wakuwa kama vile siku zile zilizokuwa kabla ya gharika, twende kabisa, watu walivyokuwa wakila na kunywa, wakioa, sawa, na kuolewa, twende, hata siku ile aliyoingia Nuhu katika safina, twende kabisa, wasitambue hata gharika ikaja, ikawachukua wote. Maliza kabisa. Ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake Mwana wa Adamu. Ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake Mwana wa Adamu. Anasema siku zile walikuwa wakinywa na kula, walikuwa wakioa na kuolewa. Shida haipo katika kula wala kunywa, manake Mungu ndiye mwanzilishi wa masuala hayo. Shida haipo katika ndoa, manake Mungu ndiye mwanzilishi wa ndoa. Lakini shida ni kwamba siku za Nuhu walifanya haya mpaka wakamsahau Mungu wa mbinguni. Siku za Nuhu walipitiliza misingi ambayo Mungu alikuwa ameiweka katika kunywa, katika kula, katika kuoa na katika uolewa. Walikuwa wamepitiliza, na ndivyo ilivyo leo wapenzi. Hata siku hizi za mwisho tumepitiliza kwa yale ambayo Bwana amesema ili kwamba tusiale. Tumepitiliza kwa yale ambayo Bwana amesema ili kwamba tusiyanywe. Idadi ya walevi imekithiri, idadi ya watumia wa madawa ya kulevya imeongezeka, mili imedhoofika, familia zimesambaratika, manake watu wanakunywa na kula kinyume na kile ambacho Bwana amekiagiza. Lakini pia katika misingi ya ndoa imesambaratika. Ndoa imeingia balaa, ndoa imeingia kasoro. Manake hivi leo tunazungumza kuhusu ndoa ambazo zimevunjika, watoto ambao hawana attention ya wazazi. Tunazungumza kuhusu ndoa ambazo hazina amani, ndoa ambazo ni fujo tu ndani. Lakini pia tunazungumza kuhusu ndoa za jinsia moja. Ushoga, kusagana ndio umekithiri kila mahali. Wanawake kwa wanawake wanaoana, wanaume kwa wanaume wanaoana, na imekithiri kila kona.
wanadamu wanaoa na kulala na wanyama. Yani uchafu katika jamii umezorota kila kona, dalili ya kwamba tunaishi kipindi cha lala salama cha ulimwengu huu. Kwa hivyo ukiona jamii inasambaratika, ukiona familia hazina amani, usife moyo. Hata kama familia yako ni mojawapo, ni dalili ya kwamba Yesu karibuni anakuja. Ni nyayo za Yesu anayekuja kwa mara ya pili. Ni nyayo za Yesu anatokea, sio kitambo. Ni nyayo za Yesu ambao anakuja kuwachukua watoto wake. Lakini ishara kubwa ambayo Yesu anaipeana ndani ya dakika 6 hizo ambazo zimesalia, ishara kubwa ambayo Yesu anaipeana, haya yote yametimia wapenzi. Manabii wa uongo, vita na matetesi ya vita, vilio vya amani lakini hakuna amani, njaa, tauni, matetemeko, uasherati, kuvunjika kwa familia, vurugu zinazojaa nchi, mashaka ya kiuchumi. Lakini dalili kubwa ya muhimu kabisa ambayo Yesu anaipeana tunapofunga somo letu ni kwamba injili itasambaa duniani kote. Injili itasambaa duniani kote, kila kona, kaskazini na kusini, mashariki na magharibi. Injili lazima itasambaa. Yesu yuko kazini kuhakikisha kila mmoja ameokolewa. Yesu yuko kazini kuhakikisha kila mmoja hajapotea. Soma nami kitabu cha Mathayo 24 Makenzi, mstari wake wa 14. Inasemaje? Tena habari njema ya ufalme. Anasema habari njema ya ufalme. Tulia hapo. Habari za Yesu aliyekufa msalabani, habari za Yesu aliyezikwa kaburini, habari za Yesu aliyefufuka, habari za Yesu anayetuombea mbinguni, habari za Yesu anayekuja mara ya pili. Habari njema ya ufalme, anasema Yesu, itahubiriwa ulimwenguni kote. Ndio maana watu wa Kenya Mungu amewatafuta siku hizi za mwisho, manake nyayo zake zimeanza kugonga gonga. Anajiandaa kuja kwa mara ya pili. Injili imefika Kenya. Ukiwa sokoni uisikie, ukiwa biasharani uisikie, ukiwa viwanjani uisikie. Mungu yuko kazini kwa watu wake. Anasema habari njema ya ufalme itahubiriwa ulimwenguni kote. Maliza fungu, inasema twende. Biblia inaendelea kwa kusema, sawa, katika ulimwengu wote, sawa, kuwa ushuhuda kwa mataifa yote, sawa, hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Anasema habari njema ya ufalme itahubiriwa kote, kuwa ushuhuda, ndipo ule mwisho utakapokuja. Kwa hiyo unapoona injili imepamba moto, na ni kweli siku hizi kila mtu ana fursa ya kupata injili. Mungu amepeana elimu kwa wanadamu. Sikiza, tunes zinahubiri injili, maredio zinahubiri injili, televisheni zinahubiri injili, Wakristo wazuri kwenye TikTok wanahubiri injili, kwenye Facebook wanahubiri injili. Yani injili ipo kila kona, manake Yesu yuko mbioni kukusanya watoto wake, anakuja kwa mara ya pili. Kwa hiyo unapoona injili imeshika moto, imepamba moto kila kona, watu wanaitwa kwa Yesu Kristo, ni kwa sababu Yesu yuko njiani, anakuja kwa mara ya pili. Kile kitabu cha mwisho cha Biblia, Ufunuo sura 14 mstari wa 6, inasikika ikisemeka kwa namna ya kipekee sana ya kwamba kuna ukasi hapa unaonekana wa kusambaza injili. Twende Ufunuo 14 mstari wa 6, piga twende. Inasema kabisa, kisha nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu, sawa, mwenye injili ya milele, sawa, awahubirio hao wakaao juu ya nchi, na kila taifa, na kila kabila, na lugha, na jamaa. Kuna ujumbe, tulia topo Makenzi, kuna ujumbe wa kila taifa: Kenya, Marekani, Mesopotamia, Ugaibuni, Australia na Ujerumani. Kila mtu ana ujumbe ambao Bwana amewapatia, maana tunaishi kwenye ulimwengu wa dakika za mwisho. Nyayo za Yesu zinagonga, anashuka kuja. Lakini pia anasema kila kabila, Wakisii kwa Wajaluo, Wakamba kwa Wakisii, Wakikuyu kwa Wamasai, kila mmoja Bwana amemwandalia ujumbe wa kumwandaa kwa sababu ya kuja kwake ambao kumekaribia. Msikilizaji wangu mpendwa, natamani nikwambie dalili za kuja kwa Yesu zipo dhahiri, sawa,
Lakini jambo la maana ambalo nataka nikukumbushe, Mungu yuko kazini kukuokoa kabla hajatokea. Hilo ndilo hitaji lake kubwa wapenzi. Yuko kazini kukuokoa, kukukusanya, hakikishe upo ndani ya kundi ambalo liko salama. Mungu yuko kazini. Kubali kuokolewa na yeye, kubali kuiamini Injili, kubali kumpokea Yesu Kristo, kubali afanyike Bwana Mwokozi wa maisha yako, kwa sababu nyayo za Yesu zinagonga. Sio kitambo mbingu zitakunjwa kama kurasa, sio kitambo milima na visiwa vitahama, sio kitambo watasikika majemedari na wakuu wakiambia milima na miamba, tuangukieni, tusitirini juu ya uso wa yule ajaye na aketie juu ya kile kiti cha enzi. Sio kitambo watakatifu wa Mungu watashangilia wakisema, haleluya, huyu ndio Mungu tuliye msubiri. Natamani watakatifu wa Mungu watakaposhangilia, Yesu atakapotokea mawinguni, baada ya dalili kufika, tuwe miongoni mwa watakao sema, huyu ndiye Mungu tuliyekuwa tukimsubiri. Bwana na atubariki. Tunaomba. Lihimidiwe jina lako Mungu, kwa sababu ya kutotuacha gizani. Hatuishi tena na wasiwasi, manake tunapowaona manabii na makristo wa uongo, tunapoona vita, tauni, matetemeko ya ardhi, njaa, familia na kuzorota kwa uchumi, macho yetu yanainuliwa, yanamsikia Yesu anayekuja kwa mara ya pili. Hofu yetu inaondoka, tunamsikia Yesu anayekuja katika utukufu wake. Lakini tukiombacho Bwana, katika siku hizi za mwisho, unapojiandaa kuja, unapowaandaa watumishi wako kutumia Injili, nasi pia tuokolewe hatimaye. Yule mama aliyesikia ujumbe huu katika mtandao, aliye sokoni jioni hii ya kipekee, madukani na viwanjani, sote Bwana tukuchague, ili ujapo katika utukufu wako Yesu, tuwe miongoni mwa wale atakaosema, haleluya, huyu ndio Mungu ambao tumekuwa tukimsubiri. Neema yako itoshe sana hata milele. Ndivyo tuombavyo kwa imani kwa Yesu, na kila mmoja aseme amina. Amen. Asante Bwana na wabariki sana. Basi tunashukuru Mungu kwa maana amekuwa mwema kwetu, na tumesikia kipindi cha Biblia, na tunataka tuende kwa kipindi kingine. Lakini baada ya kuenda kwa kipindi hicho kingine, nataka niwapishe kwaya ambayo imetoka Kisii, Evan Elands, wakuje kwa wimbo mmoja. Evan Elands, wakati ni wenu, mkuje kwa wimbo mmoja. Asante. Ukingoni mwa Yordani nina angalia bara nzuri ya Kanaani, ninayotamani tutaka pamoja na Yesu katika pwani yenye raha, tutaimba wimbo wa msa na kondo milele hata milele. Tuwape nafasi. Usishangazwe na
machoni pako, japo wakuseme vibaya, usikate tamaa. Machungu ni ya muda kitambo, atakutendea kwa wakati wake. Yeye Mungu atachelewa. Usishangazwe na wale marafiki wa uongo, kwa ulimi wao wazuri machoni pako, japo wakuseme vibaya, usikate tamaa. Machungu ni ya muda kitambo, atakutendea kwa wakati wake. Yeye Mungu atachelewa. Atakuinua Bwana, atakukumbuka yeye, ataibadili historia yako tena. Japo watacheka, japo watakudharau, Mungu atafuta machozi yako. Atakuinua Bwana, atakukumbuka yeye, ataibadili historia yako tena. Japo watacheka, japo watakudharau, Mungu atafuta machozi yako. Jipe moyo, amini Mungu na uweza wake, kwa maana atosha yeye yote kwako. Atanena jambo, atabaki yote kwako. Vumilia wakati wote, usikia ombi, yeye atajibu. Subiri tu, atachelewa. Jipe moyo, amini Mungu na uweza wake, kwa maana atosha yeye yote kwako. Atanena jambo, atabaki yote kwako. Vumilia wakati wote, usikia ombi, yeye atajibu. Subiri tu, atachelewa. Atakuinua Bwana, atakukumbuka yeye, ataibadili historia yako tena. Japo watacheka, japo watakudharau, Mungu atafuta machozi yako. Atakuinua Bwana, atakukumbuka yeye, ataibadili historia yako tena. Japo watacheka, japo watakudharau, Mungu atafuta machozi yako. Atakuinua Bwana, atakukumbuka yeye, ataibadili historia yako tena. Japo watacheka, japo watakudharau, Mungu atafuta machozi yako. Atakuinua Bwana, atakukumbuka yeye, ataibadili historia yako tena. Japo watacheka, japo watakudharau,
Amen. Heaven Heralds, may God bless you. Naomba choristry department muje hapa mbele ili tuweze kusimama kwa theme song yetu ya crusade hii. Kisha tukimaliza theme song yetu ya crusade hii, nitampisha Pastor Clifford, nimemuona, ili aje atupe ombi. Kisha tuingie kwa kipindi cha mahubiri. Wapendwa, mahubiri haya yamewekwa hewani. Ikiwa basi unataka kuyafuatilia, utaenda pale kwa YouTube, weke channel ama mtandao, kwa mtandao wako weke channel inaitwa Heaven Targeters. Pale utaona tuko live. Kisha utaweza kushare hiyo na marafiki zako, hata na familia yako waweze kutufuatilia na kupata kubarikiwa kutoka kwa uwanja huu wa Kenyenya. Asanti. Tutasimama wote na wimbo nambari za Kristo 161. Kisha tukimaliza tutampisha mtumishi wa Bwana Pastor Clifford. Pastor Clifford aje atufanyie ombi, kisha tumpishe mnenaji wa siku ya leo. Piga pandana ya makelele. 161. Aja tena. Nambari 161, 161. Piga pandana makelele, Yesu yu aja tena. Twende kwa pamoja. Piga pandana makelele, Yesu yu aja tena. Ipaza sauti, imba sana, Yesu yu aja tena. Anakuja, anakuja, Yesu yu aja tena. Itoe mwangu turudie, Yesu yu aja tena. Yesu yu aja tena. Anakuja, 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 Yesu yu aja tena. Itangazwe. Naomba tuanze wimbo vizuri. Namba ni 161. Piga pandana ya makelele, trigo. Piga pandana ya makelele, Yesu yu aja tena. Ipaze sauti, imba sana, Yesu yu aja tena. Anakuja, 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 Yesu yu aja tena. Itoe mwangi sana vilima, Yesu yu aja tena. Yu aja kwa utukufu mwingi, Yesu yu aja tena. Anakuja, 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 Yesu yu aja tena. Asante sana ewe Mwenyezi Mungu, Mungu uliyeumba mbingu na nchi, bahari na chemchemi ya maji. Wewe uliyetuumba sisi wanadamu katika mfano wako na sura yako,
na hata tulipoingia katika dhambi tukawa tupotee milele, ukamtuma mwana wako wa pekee Yesu Kristo aliyetandikwa katika msalaba wa Calvary, ili sisi waja wako tuweze kupata nafasi ya kuitwa wana na binti ya mfalme. Leo hii Baba, tunapokongamana mahala hapa ambapo umekusudia kufanya mambo makubwa, mahala hapa pa Kenyenya ambapo tangia Sabato Baba tumeona mkono wako, mahala hapa ambapo umewatuma watumishi wako kadiri ya neno lako unalosema katika Biblia ya kwamba tazama ilivyo vizuri miguu yao wanaoenda katika milima, wanaotangaza injili ya milele, wanaosema Yesu ni Bwana. Baba, naomba ya kwamba leo tena nafasi nyingine imepatikana, watumishi wako waendelee kunena neno lako. Huyu mtumishi wako leo ambaye amewekwa kando, Daktari Fadhili, naomba Bwana umtumie tu kama chombo kilicho katika mkono wako, ili yeye tu asionekane, awe tu kama msumari uliopigiliwa kwenye ukuta ambapo picha ya Bwana wetu Yesu Kristo imepajikwa, ili sisi watu wako tutakapokuwa tunasikia neno lako tusimuone yeye, bali tukuone wewe Yesu unayetupenda. Asante kwa sababu umesikia dua letu, na asante kwa sababu utazidi kutenda maajabu na miujiza katika mahala hapa kwa utukufu wa jina lako. Asante sana kwa wanakwaya waliokuja hapa wa Heaven Targeters. Baba, naomba kwamba uzidi kuwajaza na nguvu na uwezo na kipaji ambacho umewapea ya uimbaji kiweze kuleta matunda katika shamba lako la mizabibu. Asante kwa sababu utatenda hata zaidi ya maombi haya tunayoyafanya, na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini, na wote waseme amina. Amen. Ninawasalimu wote kwa jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Wapendwa, Bwana asifiwe. Kama unayo furaha tena jioni ya leo, hebu tupungiane mkono tafadhali. Mungu awabariki sana. Mungu awabariki wale ambao wako kule katika njia kuu sokoni. Mungu awabariki, muendelee kupata wateja na muendelee kuuza bidhaa zenu mkiwa mnasikiliza neno la uzima. Asante sana kwa ajili ya kundi kubwa, umati wa watu ambao wamefanikiwa kuja hapa leo na kujifunza neno la Bwana. Jina la Bwana lipewe sifa sana. Namshukuru sana daktari na mchungaji Clifford kwa wema wake na kundi lake walioweza kutufikia. Mungu awabariki sana. Mungu mwema awabariki. Asante sana kwa ajili ya kwaya inaitwa Heavenly Echoes, Heavenly Heralds. Mungu awabariki sana, all the way from Kisii. Wameweza kuja ili kugrace, kuleta neema katika mkutano wetu. Ninawaomba Heavenly Heralds, Mungu awabariki sana. Asanteni kwaya za Kenyenya kwa kuendelea kwa mbaraka mkubwa hapa, na tunasema Mungu awabariki sana. Mungu awabariki sana. Jioni ya leo nilikuwa niendelee na series ya wito wa kuelekea Kanaani, lakini tutaendelea nayo siku ya kesho. Leo natamani niunge mkono hotuba iliyotoka nyuma, ambayo tunataka tuwekee uzito wake na kubarikiwa pamoja na mtumishi Robinson. Ndugu yangu, Mungu akubariki sana. Nina furaha, na ndio tunakuja na somo nasema in the name of Jesus, kwa jina la Yesu. In the name of Jesus. Hebu ambie jirani yako, kwa jina la Yesu. Hebu ambie tena, kwa jina la Yesu. Ninaomba uende pamoja nami hatua kwa hatua.
just steps by steps, na Mungu anataka aseme pamoja nawe tena, in the name of Jesus. Ninaomba twende kile kitabu cha Biblia, kitabu cha Matendo, the book of Acts chapter number 3 verse 1 to 10. Tunaenda pale kitabu cha Biblia cha Matendo sura ya 3 mstari wa 1 hadi wa 10, na hapo ndipo Bwana anataka aseme pamoja nasi. Biblia takatifu inasema, basi Petro na Yohana walikuwa wakikwea pamoja kwenda hekaluni. Sawa. Saa ya kusali saa 9. Na mtu mmoja aliyekuwa kiwete toka tumboni mwa mamaye. Alichukuliwa na watu. Akachukuliwa na watu. Ambaye walimweka kila siku katika mlango wa hekalu. Wakamweka kila siku katika mlango wa hekalu. Huitwao Mzuri. Huo mlango unaitwa mlango mzuri. Ili aombe sadaka. Na kazi yake ilikuwa kwamba anakaa pale aombe sadaka. Kwa watu waingiao ndani ya hekalu. Kwa watu wanaoingia ndani ya hekalu. Mtu huyu. Sawa. Akiwaona Petro na Yohana. Sawa. Wakiingia hekaluni. Msomaji kanyaga twende. Aliomba apewe sadaka. Ndio. Na Petro akimkazia macho pamoja na Yohana akasema, tutazame sisi. Tutazame sisi. Akawaangalia. Akitarajia kupata kitu kwao. Akatarajia apate kitu kwao. Lakini Petro akasema, mimi sina fedha wala dhahabu, wala tena sina dhahabu, lakini nilicho nacho ndicho nikupacho. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Simama uende. Rudia tena pale. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Simama uende. Akamshika mkono wa kuume. Akamuinua. Mara nyayo zake. Na vifundo vya miguu yake. Vikatiwa nguvu. Akaondoka upesi. Akasimama. Akaanza kwenda. Akaingia ndani ya hekalu pamoja nao. Akienda. Akirukaruka. Na kumsifu Mungu. Watu wote wakamuona akienda. Akimsifu Mungu. Wakamtambua kwamba ya kuwa yeye huyu ndiye aliyekuwa kiwete na kuomba sadaka. Sawa. Penye mlango mzuri wa hekalu. Ndio. Wakajawa kushangaa. Wakastaajabia mambo yaliyompata. Ninaomba Bwana akusaidie kuelewa hotuba hii. Kwa jina la Yesu, Petro na Yohana walikuwa na desturi ya Kiyahudi ya kwenda kuomba, na walikuwa wanaenda saa 9, wanaenda kuomba. Ninaomba niseme na kundi la watu waliokuja katika hotuba siku ya leo, na ninaomba nikuulize, mbona unampenda Mungu lakini huna muda na Mungu? Mbona unasema unampenda, mbona hauna muda na yeye? Naomba nikuulize, what is your best time of reading the word of God? Muda wako sahihi wa kusoma neno la Mungu huwa ni saa ngapi? Huwa unasomaga neno la Mungu saa ngapi? Lakini swali la pili, at what time do you pray? Nimewaona Wakristo wengi wanategemea maombi wanayoweza kupewa, ila wao wenyewe hawana muda na maombi. Nimewaona Wakristo ambao wanangojea kusomewa neno, waingie YouTube, waende TikTok,
waende Facebook, waende kwenye mitandao ya jamii, wasomewe Biblia, wapewe maneno, ila they don't have their own time to read the Bible. Ninamwona Petro na Yohana, sio tu kwamba ni wanafunzi, sio tu kwamba ni mitume, ila wana muda na Mungu wao. They have time to read the Bible. They have time to pray. They have time to inculcate. They have the best time with their Lord. Ninawaomba na ninaomba tena niwaombe, usitembee, usiwe Mkristo ambaye asubuhi inafika unaondoka kama kuku wanavyotoka. Hata hivyo kuku wanaimba, hata ndege wanashangilia. Usiwe Mkristo ambaye unaanza siku bila Mungu na unamaliza siku bila Mungu. Ninaomba niwatie moyo wana Kenyenya, there is power in prayer. There is power in reading the word. There is power in prayer. Kuna nguvu katika maombi. Kuna nguvu katika neno lake. Ninaomba niwatie moyo, soma neno lake. Ninaomba nikutie moyo, pata muda wa kuomba. Ndio maana mwandishi mmoja ambaye ni nje ya Biblia anasema, watu wenye maombi ni watu wenye nguvu, na watu wenye nguvu ni watu wa maombi. Ninaomba nirudie, watu wenye nguvu ni watu wa maombi, na watu wenye maombi ni watu wenye nguvu. Maombi mengi, nguvu nyingi. Maombi kidogo, nguvu kidogo. Ninaomba nikutie moyo, anza kuwa mama wa maombi. Naomba nikutie moyo, endelea kuwa baba wa maombi. Naomba nikutie moyo, endelea kuwa kijana, endelea kuwa dada wa maombi. There is power in prayer. Ngoja nikwambie, mwandishi mmoja akasema, having time for prayers is not wastage of time. Kuwa na muda wa kuomba haupotezi muda. Lakini mwingine akaandika akasema, what you pray today might help you tomorrow. Unapoomba leo, na kile ulichoomba leo kinaweza kikausaidia kesho. Kwa sababu nyumba nyingi zimekosa maombi, kwa sababu watu wengi wamekosa maombi, shetani anawavunja, shetani anawashambulia, wanapigwa vita kirahisi, wanaanguka. Nataka nikwambie tena, pata muda na Mungu wako. Petro na Yohana walipata muda na Mungu wao, and they were so strong, na wakawa imara, wakawa watu maana sana. Mama iliwa maana kuwa mama wa maombi, baba iliwa maana kuwa baba wa maombi. Kijana unatakiwa kuomba. Watu wa maana na watakaoendelea kuwa wa maana ni wale ambao wanayapa maombi nafasi. Yape maombi nafasi. Lakini ngoja nikwambie, jambo la kwanza ambalo mlisikia hapo ni ya kwamba mahali na wakati sahihi ambao tunaweza kuwa strong, tunaweza kuwa imara, ni mahali pa kuomba. Na ndio maana tunasema sala kwako Bwana nitarudi, maana sumbuko la kuondoa shida zangu na pungufu. Taabuni mara nyingi roho zetu zinapona, maana tukija kwenye saa ya maombi mambo yanabadilika. Jamani, Bwana asifiwe. Lakini jambo la pili, unaweza ukaishiwa vyote, unaweza ukapoteza vyote, ila hakikisha umemwamini Yesu Kristo. Chukua vyote, niachie Yesu, maana nikimpata Yesu nimepata vyote. Chukua vyote. Unaweza ukachukua vyote
ila hakikisha umeniachia Yesu, maana nikimpata Yesu nimepata vyote. Petro na Yohana wakamwangalia yule kiwete, wakamwambia kiwete, hatuna kitu cha thamani, hatuna fedha wala hatuna dhahabu, hatuna cha kukupa ambacho ni cha thamani, ila wakamwambia tunalo tumaini moja tu na tuna ujasiri mmoja tu. Wakamwambia pesa hatuna, wakamwambia fedha hatuna, wakamwambia dhahabu hatuna. Jioni ya leo ninayo matumaini kuhubiri neno hili, maana neno lake Bwana, na ninayo matumaini tena kulitaja jina la Yesu, maana jina lake Yesu linapita majina yote, jina lake Yesu linapita uwezo wote. Wakasema Petro na Yohana, hatuna fedha, hatuna dhahabu, lakini wakamwambia ila kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, in the name of Jesus, simama uende. Nataka nikwambie, unaweza ukakosa kila kitu, ila ukipata ujasiri ya kwamba una Yesu, ya kwamba una Yesu, maisha bila Yesu ni bure kabisa. Maisha bila Yesu hayawezi kwenda. Maisha bila Yesu ni hatari. Maisha bila Yesu ni mlima. Maisha bila Yesu ni magumu, ila kwamba maisha pamoja na Yesu, Yesu akistep in. Ngoja nikwambie jambo hili. Jesus Christ is the game changer. Yesu Kristo akiingia kwenye maisha yako anabadili matokeo. Maskini akimpokea Yesu akamfanya kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, Yesu anabadilisha matokeo ya maisha yetu. Yesu Kristo ni game changer, anabadilisha matokeo. Paulo aliyekuwa Sila alipokutana na Yesu, maana Yesu akiingia anabadilisha matokeo, akatoka kutoka kuwa jambazi, muuaji, mtesaji wa watu wa Mungu, maana sasa amempokea Yesu, amekutana naye Damaska. Alipokutana na Yesu, hamu ya kuwa watu wa Mungu ikafa, akapata moto wa Injili. Jesus is the game changer. Yesu Kristo anaweza kubadili matokeo. Ninaomba niwatangazie jioni ya leo, Yesu Kristo anaweza kubadili matokeo. Matokeo katika maisha yako, anaweza kubadili matokeo, anaweza kubadili matokeo. Jambo la tatu ambalo nakuambia hapa, Yesu Kristo anabadili matokeo. Jamani, Bwana asifiwe. Hebu nione watu ambao wananielewa jioni ya leo. Haleluya. Yesu anabadili matokeo. Ninawajua wagonjwa ambao walikutana na Yesu, Yesu akabadili matokeo. Ninawajua wadhambi waliokutana na Yesu, Yesu akabadili maisha yao. Ninawajua watu ambao walikutana na Yesu, Yesu akabadili maisha yao. Ninaomba jioni ya leo, kenyenya, wale bodaboda, wale ambao wako sokoni, wale ambao wako madukani, wale ambao wamekuja mkutanoni hapa, ninayajua maisha yanavyotesa, ninajua dhambi inavyotesa, ninajua mambo yanavyoweza kuwa magumu, ila nimekuambia Jesus Christ is the game changer. Yeye ni mbadili matokeo. Naomba tumpe nafasi. Alipopewa nafasi kiwete wa tangu kuzaliwa, Biblia inasema aliyekuwa anatarajia pesa aendelee kuomba. Alipokutana na jina la Yesu, Yesu Kristo alipotajwa, matokeo yakabadilika. Kutoka kwa kiwete
hadi kuwa anayerukaruka, hadi anayetembea kwa ushindi. Kwa nini jioni ya leo usimpokee Yesu? Yesu ambaye sio tu anaponya mwili, anaponya na roho pia. Sio tu anaponya magonjwa, anaponya na hamu ya dhambi pia. Jesus Christ is the game changer. Jamani, Bwana asifiwe. Ninamtamani Yesu. Namtamani Yesu ayabadilishe maisha ya wasikilizaji. Namtamani Yesu ayabadilishe maisha yangu pia. Yesu Kristo ni mbadili wa matokeo. Lakini jambo lingine ambalo nataka nikwambie, there is power in the name of Jesus. Sio tu kwamba anabadilisha matokeo, jina lake lina nguvu. Jina lake lina nguvu, hata linafungua miguu iliyokuwa imeshikwa na kufunga. Hata inafungua hali ya ukiwete ya muda mrefu. Hata inafungua mambo yaliyokuwa yamefungwa kwenye ukiwete. Je, umeshindwa kutembea kwa namna gani? Je, unaona vitu gani vimefunga katika maisha yako? Je, unaona dhambi imekupa ukiwete kwa muda mrefu? Je, unaona biashara zimekupa ukiwete? Je, unaona watoto wamefungwa kwa muda mrefu? Jina lake Yesu tamu, lihifadhi moyoni. Majaribu yakisonga, omba kwa jina hili. Omba kwa jina hili. Jina lake Yesu tamu linafaa kama ngao vitani. Maana majaribu yakisonga, omba. Omba kwa jina hili. Omba kwa jina hili. Ninatamani ujue, ninatamani usogee karibu na jina lake Yesu. Natamani ujue kwamba tunalo jina la Yesu. Ndio maana mwimbaji anaandika akisema, natamani maneno haya uyapate msikilizaji jioni ya leo. Napenda uwe nayo msikilizaji wangu, maana jina lake Yesu linaweza kuonekana la kawaida, linaweza kuonekana kupuuzwa, lakini jioni ya leo lipo jina moja tu ambalo tumepewa wanadamu, na hili jina ukilipata na kulitegemea, umepata vitu vyote. Mpendo wangu, ninaomba nikwambie maneno haya. Ninaomba niseme pamoja nawe mambo haya. Mwandishi wa wimbo nambari 28 anaandika, anasema, jina lake Yesu ni la thamani, linafurahisha anapotukaribisha na tutakapomwimbia. Mwisho wa safari yetu tutakapomsujudu jina hili takatifu, tutakapolipa ibada, litakuwa jina lake Yesu. Sio tu litaponya, sio tu litasamehe, sio tu litatusaidia, sio tu litatuokoa. Ninaomba niseme kwa ujasiri, hilo jina lake Yesu mwisho wa siku litakuwa furaha ya mbinguni. Jamaa, nasema litakuwa furaha ya mbinguni, hilo jina lake Yesu. Je, unalipenda? Je, unaliamini? Je, unalitaka? Je, unakubali kweli kuwa na Yesu? Waliompokea kiukweli, waliomaanisha kuwa naye, waliomjua kweli, waliotambua uwezo wake, walibadilishwa. Huenda nataka kusema na wewe mambo machache jioni leo. Hili jina ambalo litakuwa furaha ya mbinguni. Wakati tunaendelea na somo hili, natamani msomaji sasa uende pamoja nami kitabu cha Yohana 14 mstari wa 13. Tuone mambo ambayo jina la Yesu linaweza kufanya. Tuone mambo ambayo jina la Yesu linaweza kufaa. Biblia takatifu inasema, nanyi mkiomba lolote kwa jina langu. Nanyi wanakenyenya, mtakapomjua Yesu. Naomba nirudie, mtakapomjua Yesu. Natamani mtu mmoja nielewe, hata uliyeko mtandaoni nielewe, na itakuwa. Hebu soma tena fungu hili. Nanyi mkiomba lolote. Nanyi mkiomba jambo
lolote. Ninaeleza uwezo wa jina la Yesu, ninaeleza ukuu wa jina la Yesu. Ninataka Yesu ainuliwe katika mikutano hii leo, na anasema nanyi mkiomba neno lolote kwa jina langu, kwa jina langu, hilo nitalifanya, ili Baba atukuzwe ndani ya Mwana. Wala sio kwamba mtaomba kwa majina ya manabii, wala sio kwamba mtaomba kwa majina ya wachungaji, wala sio kwamba mtaomba kwa watenda miujiza. Bwana anawataka wanaume na wanawake, wakubwa kwa wadogo, wajikite katika kumwamini Yesu, wajue habari ya uwezo wa nguvu zake. Nanyi mkiomba lolote kwa jina langu, anasema Bwana, hilo nitalifanya. Nitalifanya. Kwa nini unateseka? Kwa nini unahangaika? Mbona kila mtu anakubeba mawazo yako? Mbona kila mtu anatikisa imani yako? Nanyi wanakenyenya, mkiomba lolote kwa jina lake Yesu atalifanya. Ulioko mtandaoni, mpeni Yesu maisha yenu. Wale ambao mnatufuatilia, mpeni Yesu maisha yenu. Maana miongoni mwa ahadi ambazo tumepewa brother Mackenzie, tukiomba kitu kwa jina la Yesu, na kama tunamaanisha kweli kwamba kuna jina tunaloliamini, anasema hilo atalitenda. Hebu nione ambao wanataka kuliamini jina la Yesu. Haleluya, haleluya. Tukiomba kwa jina hilo, wako watu wamejibrag. Kuna watu wamechukua jina la Yesu, wanataka waogopwe wao, wanataka waaminiwe wao, wanataka jina lao liwe juu ya Yesu. Hatujapewa sharti hilo. Tumeambiwa tuombe kwa jina la Yesu, tuombe kwa jina la Yesu. Na ninatangaza mchana na jioni ya leo, ukiachana na mawazo ya kuamini mtu na ukabaki kumwamini Yesu, lolote utakaloomba atalitenda. Jamani, haleluya. Ninaomba twende. Hivi umefika fungu la 14? Fungu la 14 Biblia takatifu inasema, mkiniomba neno lolote sawa kwa jina langu, nitalifanya. Ninaomba usome, msomaji, Matendo sura ya 4. Matendo sura ya 4 mstari wake wa 10 hadi 13. Matendo sura ya 4 mstari wake wa 10 hadi wa 13. Biblia inasema, acha Biblia iseme, jueni nyinyi nyote na watu wote mlioko hapa, jueni jambo hili, Waisraeli ya kuwa, na Waisraeli wakaambiwa ya kuwa, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Hebu rudia tena maneno hayo. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Hebu tuseme wote, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kwa jina la Yesu. Hivi mbona nimeacha kuongea ili niwasikie? Hebu tuseme tena, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kumbe tunaenda sawa. Twende msomaji. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninasema tena, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ambaye ninyi mmemsulubisha, na Mungu akamfufua katika wafu. Lakini huyo Yesu amefufuka katika wafu. He is alive. He is alive. We preach and we are preaching. Tunahubiri habari za Yesu ambaye ameshinda kaburi. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amelala kaburini mpaka leo. Waanzilishi wa dini mbalimbali wamelala kaburini mpaka leo. Lakini Yesu wetu anakenyenya, alikufa akafufuka. And because he lives, I can face tomorrow. And because he lives, all fear is gone. And because he lives, I can face tomorrow. Kama anaishi na kama yuko hai,
anafaa kupewa ibada. Anafaa kutukuzwa. Achana na nabii tunakula managu. Achana na manabii wanakula obokima boburi. Achana nao, hao wanakufa. Ninamwinua Yesu. Ninamwinua Yesu. Anatawala. Alikuwako, yupo, ataendelea kuwako, na kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, huyo tutapokea tunachotaka. Jamani, Bwana asifiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Hebu nione watu wanaopunga mkono namna hii. Hebu mwambie jirani yako kwa ujasiri, kwa jina la Yesu. Tatizo nyie muongei. Nikisema muongee, mnaongea chini chini tu. Mwambie tena kwa ujasiri, kwa jina la Yesu. Aya, hebu mwambie tena kwa jina la Yesu. Alafu uone kama na uchawi hajaanguka hapo alipokaa. Hebu mwambie tena kwa jina la Yesu. Jamani, Bwana asifiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Kwa jina la Yesu. Na ndio maana naambia uchawi wote waeke gusi. Jina la Yesu ni kubwa kuliko tu uchawi. Na ndio maana nikisimama, what makes me so powerful and what makes me so confident is when I mention the name of Jesus, na nikilitaja ujasiri unajaa. Maana kwa jina hilo mambo yote ni tambarare. It's okay with Jesus. It's okay with Jesus. Hujazaa kwa muda mrefu, it's okay with Jesus. Unapitia machozi makubwa, it's okay with Jesus. Unaona mambo yaendi, it is very okay with Jesus. Mpenda ndugu yangu Robinson jana akanukuu wimbo unasema, things are very better when the Lord stand on our side. Things are very better. Very better. Hebu soma ina fungu msomaji. Kwa jina hilo mtu huyu anasimama ali mzima mbele yenu. Bwana, wewe leo hebu jaza uzito hapo tena, rudi hapo nyuma, soma ya mafungu tena. Biblia inasema, haya Makenzi rafiki yangu, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ambaye ninyi mlimsulubisha na Mungu akamfufua katika wafu. Bwana Mungu alimfufua. Kwa jina hilo mtu huyu anasimama ali mzima mbele yenu. Jamani, mtu huyu anasimama akiwa mzima. Ngoja nikwambie Robinson, Bwana ana mpango wa kukutumia. Utatenda mambo makubwa, lakini watu wakipona, wewe upungue. Yesu wetu aongezeke. Waambie watu, amepona huyu, amepona sukari, amepona HIV, amepona magonjwa haya, but not I. It is only Christ. Kwa jina la Yesu. Wako wapi wahubiri ambao wanataka kutenda makubwa, lakini baada ya Mungu kuwatumia wao watasaulika? Mungu wetu atakumbukwa. Ni kwa jina hilo la Yesu mambo yanabadilika. Na kutamkia kwa ujasiri, ikiwa umetembea kwenye mikutano hii, umefungwa na nguvu za giza, umeteswa kwa muda mrefu, achana na mlipuko wa Injili. Kaa na desturi, amua kuamini, got to believe. Acha kuogopa. Mwambie Yesu jioni ya leo, kwa jina lako Yesu, ninataka mambo yangu yabadilike. Unto your name of Jesus. Hebu malizie fungu hilo. Yeye ndiye jiwe lililolauliwa nanyi waashi. Bro, rudi tena. Yeye ndiye jiwe. Huyo Yesu huyo anatangazwa kama jiwe lile lililodharauliwa, ambalo lilidharauliwa na ninyi waashi. Wayahudi walimdharau, waashi wakamdharau. Wako watu wamemdharau, na Yesu alidharauliwa. Unajua ninachompenda Yesu, haogopi dharau. Ninachompenda Yesu, hasikilizi maneno. Ninachompenda Yesu, yeye anabaki kuwa mwema. Na tunasema the Lord is good all the time, and all the time the Lord is good. Amen. Hivi mpo kweli? Ama nirudie tena?
Ndio maana tunasema Bwana ni mwema wakati wote, na wakati wote Bwana ni mwema. The Lord is good all the time, and all the time the Lord is good. Hakuna kitu kitakachoondoa wema wake. Hakuna mtu anayeweza kumwanzishia Yesu skendo na akachafuka. Marais wanaweza kuchafuka, wabunge wanaweza kuchafuka, watu mbalimbali wanaweza kuchafuliwa, ila nakwambia walijaribu kumchafua, ila Yesu hachafuki. Atabaki kuwa mwema, atabaki kuwa mwema. He is good yesterday, he is good today, he shall be good forever and evermore. Amen. Mungu wetu ni mwema. Ndugu zangu, jioni leo hebu twende Wafilipi sura ya 2 mstari wake wa 9 hadi 11. Biblia inasema, acha Biblia iseme, wala si kwa matendo, wala si kwa matendo. Mtu awaye yote, nawaambia wachungaji, hata mnaonisikiliza mtandaoni, ambao mnajiita manabii, sipingani na majina yenu, ambao mnaitwa mitume sawa, ambao mnaitwa majina yoyote sawa, hata kama umeombea watu wakapona sawa. Ninaomba nikuambie nabii, usiwapoteze watu wa Mungu. Acha kujibrag, acha kujisifu mbele za watu, wala si kwa matendo. Biblia inasema katika matendo, katika Wafilipi sura ya 2 mstari wa 9 ya kwamba wala si kwa matendo. Mtu yeyote asijisifu. Umepewa kuhubiri, usijisifu. Umepewa karama ya kuomba, usijisifu. Umepewa chochote chema, usijisifu. Wala si kwa matendo, mtu asijisifu. Endelea. Biblia kitabu cha Wafilipi sura ya 2 mstari wa 9 inasema, ndio, kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno, akamwadhimisha mno, akamkirimia jina lile lipitalo kila jina. Hilo jina alipewa Yesu linapita kila jina. Naomba niseme tena, hilo jina linapita mchungaji wako, linapita mwinjilisti wako, linapita mzee wako wa kanisa, linampita mtume na nabii, linapita watu wote. Enyi watumishi wenzangu, imefika saa tusiwavute watu kwenye majina yetu, tusibrag majina yetu. Liko jina moja, na hili jina ni la Yesu. Limepita majina yote Kenya, limepita majina yote Tanzania, limepita majina yote Afrika, limepita majina yote duniani. Liko jina moja, nalo limepita majina yote, na jina hili ni jina la Yesu. Msomaji kanyaga twende. Ili kwa jina la Yesu, ili kwa jina la Yesu kila goti lipiwe, litapigwa, la vitu vya mbinguni. Ngoja nikwambie, sio tu vitu vya duniani, hata vitu vya mbinguni vinapiga magoti kwa jina hili. Come on brother. Na vya duniani, sio vya mbinguni tu, hata vya mbinguni. Na ninawaambia viongozi wa dini, awe papa, awe padri, awe shehe, awe imamu, awe kiongozi wako wa dini, kama anataka kuabudiwa, huyo ni bure kabisa, bure. Ibada yetu, mamlaka ya ibada, na mahali ambapo tumeambiwa tutapiga goti, sio kwa kiongozi yeyote wa dini kwamba nimpigie magoti, aniweke maji, sijui afanye hivi na vile, anifanyie ibada. Bure kabisa. And I'm too strong speaking of this, maana Biblia inaniruhusu kusema haya, ya kwamba enyi wakazi wa dunia, tusiwanyenyekee mno hao walioitwa watumishi kama mimi, maana hao nao wanapaswa kupiga magoti kwa jina la Yesu. Mbingu na dunia, wote wakao duniani, tutapiga magoti kwa jina lake Yesu, kwa jina lake Yesu. Nasema tena, kwa jina lake Yesu. Kwa vitu vya mbinguni au vya dunia, tutapiga magoti yetu kwake.
Msomaji na kanyaga vya tena. chini ya nchi, Sawa. na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana. Na kila ulimi ukiri ya kwamba, na kila ulimi useme ya kwamba Yesu Kristo ni Bwana. Kwa utukufu wa Mungu Baba. Kwa utukufu wa Mungu Baba. Kuna watu wana matatizo, wana challenge, wanaendelea kuhoji kwamba Yesu sio Mungu, wanaendelea kuhoji na kulichallenge jina la Yesu. Lakini naipenda Biblia ina majibu yote, kwamba kwa kila goti, kwa kila goti la vitu vya mbinguni ama vya dunia ama vya mbinguni ama vya chini ya dunia, kwa kila mtu anaitwa creature, whether in eternity or in this world, we shall all bow down, we shall all glorify the Son of God, na wote tutasema Yesu Kristo ni Bwana. Nisikie mtu mmoja akisema amen. Ndugu zangu, jioni ya leo wakati naweka nanga ya hotuba hii, maana wenda nitaendelea tena na package hii ya jina la Yesu wakati fulani hapa mbele. Ninaomba nisome mafungu haya machache pamoja nawe, nikuite tuombe sasa. Msomaji, ninaomba usome Matendo sura ya 2 mstari wa 38. Biblia takatifu inasema, acha Biblia iseme. Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja. Tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Mpate ondoleo la dhambi zenu. Ili mpate ondoleo la dhambi. Nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Rudia ile fungu la Matendo 2:38. Rudia tena. Petro akawaambia. Na mimi leo, tulia kwanza. Na mimi leo Bwana ametumia kuiambia Kenyenya kwamba liko jina ambalo ni jina la Yesu. Hilo jina nimekuambia ili nafanya physical and spiritual healing. Linafanya uponyaji wa mwili na linafanya uponyaji wa roho. Na ndio maana Biblia inasema, hebu rudia tena pale. Biblia inasema Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina la Yesu, lake Yesu Kristo, kwa jina lake Yesu Kristo, mpate ondoleo la dhambi zenu. Ondoleo la dhambi. Tubuni kila mmoja, uliyeko barabarani, uliyeko sokoni, uliyeko nyumbani, uliyeko hapa, ikiwa bado hujaweza kufika hatima ya kutubu na tena kubatizwa kwa jina la Yesu, Roho Mtakatifu hatamwagwa katika maisha yako. Tubuni basi, wasichana kwa wavulana, akina mama kwa akina baba. Hata kama ulirudi nyuma, lakini nasikia mikutano imerudi na unatakiwa utubu kwa jina lake Yesu, ubatizwe. Roho wa Mungu, Roho Mtakatifu ambaye Yesu alisema ninakwenda ila atamwagwa kwenu tena. Kubalini kwa jina hilo mpate ondoleo la dhambi zenu. Jamani, Bwana asifiwe. Ninapowaita sasa kuja hapa jioni ya leo, Korinto 6. In fact sitasoma Wakorinto, naomba nisome Yohana 14 fungu la 3. Ninapowaita sasa mje hapa mbele na solo artist wetu sasa, hawa choristers, naomba tuimbe wimbo namba 119 wakati vasi hii inawekwa, na ikiwalika watu wote sasa tutakuja kwa ajili ya maombi. Wakati tunasoma fungu hili utaamua, utasikia wimbo na utainuka taratibu, tuje tuombe and we call it a day. Naomba usome msomaji. Biblia inasema,
Biblia inasema basi mimi nikienda, Yesu anasema basi mimi nikienda na kuandalia mahali, nitawaandalia mahali, nitakuja tena. Lakini mimi Yesu nitakuja tena, niwakaribishe kwangu, na nitawakaribisha kwangu, ili nilipo mimi nanyi muwepo. Nanyi wanakenyenya. Yesu anasema na nyinyi muwepo pale. Ni ahadi ya furaha kiasi gani! Baada ya tabu za muda kitambo, baada ya kujenga majumba, baada ya kusumbuka kulima, baada ya kusoma, baada ya kutafuta kazi, baada ya kuteswa kazini, baada ya mambo yote, Yesu anasema msikae hovyo hovyo, msikae bila matumaini. I am going to prepare a place, for in my Father's house there are many mansions, and if it could not be so, I could have told you. And therefore I am going, and I will come back and take you home, that where I am you shall also be there. Na ninaomba niwaambie, Yesu anakuja. Kwa jina hili tutapiga magoti mbele zake. Vitu vya mbinguni, vya dunia na vitu vya chini ya maji vitakiri vikisema, huyu ndiye Mwokozi wetu Yesu tuliye mngoja. Wangapi wanasema jioni ya leo, Yesu ninaomba niliamini jina lako, na kwa jina la Yesu magonjwa, shida, dhambi, chochote, lakini kwa jina hili ambalo kwalo tutaokolewa. Maana anasema Biblia, hakuna jina jingine litakalo tupa wokovu ila ni jina la Yesu. Kwa nini usisimame mahali ulipo? Kwa nini usisimame mahali ulipo na tuanze kusogea? Mwimbaji sasa imba namba 119. Yesu anasema, tukiatana tembea, wewe una nguvu, kesha ukaombe na sing it powerful. Mwanangu tusoge hata mlioko mbali, kwa jina hili la Yesu, kwa jina hili la Yesu. Bwana, nimeona uwezo wako tu. Sina kitu chema kudai neema, hivi nitafua mavazi kwa damu. Alilipa bei. Jesus paid it all. Now we wanna hear dhambi ilitiwa, aliondoa. Tutakaposimama juu ya mawingu, now we wanna hear
Jioni ya leo nisingependa nichukue sana muda wako tena, ila naomba nikuambie jambo hili. Nimesema siku fulani na narudia, ni jambo moja kwa Mkristo na ni jambo jingine kumwamini Kristo. Unaweza ukawa Mkristo ila hujafika viwango vya kuliamini jina la Kristo. Wakristo ni wengi ila wanaoamini jina la Kristo ni wachache. Lakini Petro na Yohana na mitume wengine wote walijua Yesu anaweza. Na mimi naomba nikuambie jioni ya leo, ni ukweli kwamba Yesu anaweza. Na wanatakiwa watu ambao watakubali kumwamini Yesu. Ila nataka nikwambie jambo hili la pekee, anakuja kuwachukua watoto wake. Naomba niseme tena, anakuja kuchukua watoto wake. Na saa inakuja prophetically, ambapo vitu vya mbinguni, vitu vya dunia na hata vilivyo chini ya dunia vitapiga magoti mbele zake. Tubuni basi kila mmoja mpate ondoleo la dhambi. Jioni ya leo sitawaita wale wa kubatizwa kuja mbele, ila nitawaita leo kwa njia nyingine. Nimeona watu wengi wanafundishwa pale kanisani pale, watu wengi wanafundishwa pale. Na tena ninajua kuna ambao wameandika majina yao kama Nikodemu, alienda kuuliza ubatizo pasi na watu kumuona. Hao nao leo ndio nataka waende kuandika majina yao. Watafanya tendo la imani, hawatakuja hapa mbele, maana nitaitisha wito kesho Alhamisi, lakini nitaitisha wito tena Jumamosi. Lakini leo na Ijumaa fanya kama Nikodemu, tendo la imani. Nenda andika majina yako, nenda kaongee na watoto wako, nenda kaongee na marafiki zako, nenda ukaongee na watu wa pekee unawajua, nenda ukawaongeleshe kwa maombi mengi, alafu leta majina yao, acha waandikwe, na sisi tunawaombea. Maana Jumamosi mamia ya watu watabatizwa, tuseme amen. Na ili wafike watu wengi hao, wala sio kwa utukufu wa church district, wala sio kwa utukufu wa district pastor, wala wa kwangu, wala wa cheo wa mkutano, utakuwa utukufu wa Mungu wetu. Hebu nione wale ambao ni responsible wa kuandika majina haya waje hapa nilipo kwa haraka, ili pia tuwaombe. Ndugu yangu Robinson, you come here upstairs and you come for the word of prayer. Nione hao wakija hapa, ndio namaliza mahubiri haya. Wale watu responsible wanaoandika majina haya, tupange tu one line. Wale wanaoandika majina haya, ambao wanahusika na kuandika uandishi wa majina haya, tupange one line. Sogea tu, squeeze this way, squeeze this way. Wale ambao wamepangwa kuandika majina haya, naamini kila mmoja amewaona. Si tumewaona? Hebu ambaye amewaona kama mimi apunge mkono hivi. Unaweza ukaona mtu ana macho ila haoni. Haya, kwa hiyo ndio hawa including our pastor, naye amejiweka, maana yeye ndiye top, at last yeye ndiye top. Lakini utawaona hao wengine hawa wote waliosimama hapa, wakariri. Nenda na kikundi chako cha watu wanaohitaji kubatizwa, andika majina yao, andika majina yao, weka majina yao. Hata ambao umekuja jioni ya leo, usichukulie wito huu ni wa kawaida. Tubuni basi kwa jina la Yesu mkabatizwe, kila mmoja apate ondoleo la dhambi. Ikiwa umekuja hapa
na unania na unasikia Roho anakugusa, hawa watu hawa wakitoka hapo watabaki hapo kwa nyuma tu hapo. Unaenda unaandika jina, unarudi nyumbani, unaandika majina, unarudi nyumbani. Na kama wako watu wengi ambao nimepata habari zao kwamba watakuja kubatizwa Jumamosi, wapelekeni majina yao mapema na muwasisitize kuja kwenye darasa la kufundishwa. Ikiwa mtu ana sababu ya ziada, wasiliana na watu hawa kwamba yuko mtu wa kubatiza ila hataweza kuhudhuria, ila yupo na tayari atabatizwa. Walionielewa tuseme amen. Tuseme tena amen. Ndugu yangu, tuweke kwa Yesu. Watu hao nawaona hawaji tu kwa sababu wanapenda, wanatamani huyo Yesu tunayemhubiri alete badiliko la kipekee katika maisha yao. Nami ninawaambia watu wa Kenyenya, kwa upendo ambao mmempa Bwana tangu tumeanza mpaka leo, atakutana na maisha yenu. Nasema tena, atakutana na maisha yenu. Hebu tushangilie tuseme amen. Ni kwa jina hilo la Yesu mambo yatabadilika. Karibu ndugu yangu, na tukiwa tumefumba macho, ninaomba tukiwa tumefumba Yesu wako akuguse, na utaimbisha tu chorus hilo kwamba alilipa bei. Kila mmoja akiwa amefumba macho, kila mmoja akiwa amefumba macho, na ndipo tunapewa ombi la kipekee. Alilipa bei nawi wanaye, dhambi ilitiawa, aliiondoa tena. Alilipa Yes, Jesus. nawi wanaye, dhambi ilitiawa, aliiondoa. sina kitu chema kudai neema, hivi nitafua mavazi kwa damu. Alilipa bei nawi wanaye, dhambi ilitiawa, aliiondoa. Mungu na Baba yetu unayetupenda na kutujali, uhimidiwe, utukuzwe kwa sababu ya ujumbe ambao umeruhusu penye katika mioyo yetu kwa namna ya ajabu sana. Tunahisi uwepo wako miongoni mwetu, na tunahairisha mikutano hii jioni hii ya kipekee, tukiondoka na ujasiri, sio kwa sababu ya lolote lizuri tulilo nalo, lakini kwa sababu ya jina la Yesu lililopendekezwa kwetu. Na Bwana, sasa tunapoondoka hapa, tunakusia kwamba hili jina likawe ngao vitani. Hili jina majaribu yanaposonga, utukumbushe kuomba kwa jina hilo. Hili jina liwe ni tumaini kwa mama ambaye alikuwa amekata tamaa. Amen. Hili jina liwe ni nguvu ya uponyaji kwa yule mama, kule baba, yule kijana ambaye amekuja na mwili ambao umedhoofishwa na ugonjwa jioni hii ya kipekee. Amen. Kwa sababu ya hili jina, jina ambalo limewahi kutenda mambo makubwa, Bwana, uponyaji ukapatikane tena kwa hilo jina. Amen. Hili jina likaunganishe familia ambayo ilikuwa imeporomoka kando. Hallelujah. Hili jina likawaregeshe watoto ambao walikuwa watundu. Amen. Hili jina likamregeshe yule mzee ambao alikuwa ametelekeza majukumu ya familia na kavutwa kando na mpango wa kando. Hili jina la muhimu zaidi likatupatia ushindi dhidi ya dhambi, likatupatia tumaini la uzima wa milele. Tukalisikilie tukijua kwamba kwa hili jina
yote yanawezekana. Amen. Kwa hili jina mambo yote yanafanyika kuwa sawa. Hallelujah. Kwa hili jina hakuna msamiati kama haiwezekani. Yes. Kwa hili jina ushindi unapatikana. Amen. Watoto wako sasa wanapoondoka, hata wale ambao wanajiuliza wajipeane kwa Yesu kwa njia ya ubatizo au la, Yesu Kristo hili jina likanong'one katika mioyo yao, likawakumbusha kwamba liliwafia msalabani. Deni la dhambi limelipwa kikamilifu na hakuna sababu ya kutojipeana kwa ubatizo. Yes. Kwa hivyo Yesu, wakati huu tunapoenda kutawanyika, yeyote ambaye anaguswa kujitoa kwa sababu ya ubatizo, huyo Yesu kamtie shime. Huyo Yesu kampatie nguvu. Huyo Yesu kamkere. Atakapojaribu kutoka uwanjani pasipo kupeana jina lake, mkumbusha kwamba unampenda. Mkumbusha kwamba ulimfia msalabani, ukamvute kwa kamba zako za upendo. Na tuwe na umati mkubwa jioni hii ya kipekee. Tuwe na umati mkubwa utakao kimbilia ukombozi wao. Tuwe na majina yatakayoandikwa kwa sababu ya kuandaliwa kwa ubatizo. Yesu, asante kwa sababu utalifanikisha hili. Asante kwa sababu ushindi ni hakika kwa jina hilo. Tunapoondoka sasa, jina hilo lisalie kwa ngao yetu. Jina hilo likatuhifadhi na utuandae kwa ujio wako. Ndivyo tuombavyo kwa imani, na kila anayeliamini hili jina ashangilie kwa kusema amina. Amen. Aseme tena amina. Amen. Bwana na awabariki. Usiofu kuhusu mvua kabisa. Usiwe na wasiwasi wa mvua. Kama unataka kujipeana kwa ubatizo, njoo kabisa. Kuna hema pale kando. Pale hemani. Waandishi wote twende pale hemani. Lakini mwe na amani, mtafika nyumbani, na mkifika mvua itanyesha. Ila karibuni tena kesho, ondokeni mkiwa na amani, kwamba wale ambao mnakaa kwenye matenti kwa ajili ya kipindi cha unabii, tukae na Bwana awabariki kwa jina la Yesu. Nendeni kwa amani. Bwana awabariki sana. Nendeni pale ili muandikwe majina yenu kwa waandishi mbalimbali. Bwana awabariki. Leteni majina yenu kwa ajili ya ubatizo kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Biyamano maambiere kanisa yo mabondo tikandete manyakero ko itabate. Basi tunashukuru Mungu kwa wema wake. Amekuwa mwema kwetu tanga asubuhi hadi wakati huu. Tena tunamshukuru kwa maana mmekuja kwa wengi. Jioni ya leo tuko na kipindi cha unabii, msikose kutulia. Kwa hivyo tunawaalika nyinyi wote. Wasee wa makanisa tuende pale, tukutane pale nyuma. Wasee wa makanisa tukutane pale nyuma. Kuna chambo fulani tunataka shughulikia pale. Kwa hivyo msiende. Wasee wa makanisa tukutane pale Omobondo. Kanisa la Omobondo ndiyo itakuwa kwa Samu kesho. Kwa hivyo tunawaomba mshughulike kwanza kuanzia asubuhi hadi jioni. Wale ambao walikuwa kwa Samu kanisa ya KCC, ni asante sana. Mungu awabariki. Thank you so much. Kwa njia kama hiyo ya kipekee, mzee wa kanisa amekuwa akipeana tangazo za kuweza kuongoza mkutano huo kwa namna hiyo. Amekuwa akitoka mbarani mtumishi wa Mungu kwa hotuba ya kila siku, mtumishi wa Mungu Fadhili Samuel Lubua, ambaye kwa siku ya leo hotuba yake ilijikita kwa kusema kwa jina la Yesu. In the name of Jesus imekuwa ni hotuba kuu ambayo imeweza kumaliza siku hii ya leo kutoka maeneo ya Kenyenya, ambapo tunaendeleza na mifululizo ya kila siku ya hotuba tofauti tofauti. Hapo awali walisimama waimbaji wa kwaya ya Heaven Heralds ambao wanatokea maeneo ya Kisii. Walikuwa ni waimbaji wa kipekee siku hii ya leo kuweza kutubariki na nyimbo zao nyingi. Walisimama waimbaji wa kwaya la Keberesi ambao waliimba wimbo mzuri ingawaje uliimbwa kwa Kilugha. Lakini vile vile walikuwa amesimama waimbaji wa kwaya hizi za mtaa wa Kenyenya. Kisha akasimama mtumishi wa Mungu Robinson Otieno, na kila kule wakati nyimbo hizo zilikuwa zinafanyika, mvua basi na baraka ya mvua ikaweza kutukatisha,
kile kipindi cha Kaa na Familia kuweza kuletwa kwetu. Hivi sasa ni matayarisho yanaendelea kukipisha kile kipindi cha unabii kinacholetwa kila mida ya jioni na mtumishi wa Mungu Donald Orina. Hii ni Get the Point Media ambao wanahakikisha kwamba kila tukio, kila hotuba, kila wimbo na kila himizo inakufikia kwako mkononi ukiwa na kiunganishi. Basi pale kwenye YouTube unatafuta jina la waimbaji wa Heaven Targeters, au ndio tunatumia ile channel yao ya kirasmi ya kuhakikisha ya kwamba tunatupa pale kila tukio, kila himizo, kila nyimbo. Na ikiwa basi utakuwa na wahitaji hawa Get the Point kuweza kukurushia hafla ya kanisa, ikiwa basi unaweza kuwafikia. Tuwakaribishe tena kwa kipindi cha muda simbali kwenye kipindi cha unabii. Get the Point Media, take a step forward. Get the Point, take a step forward. Kundi kingine cha wageni watakuwa wanatubariki katika viwanja hivi. Nyuma yangu ni waimbaji wa Heaven Targeters wanaosimama kutubariki na wimbo. Fundi wa mitambo anakuwa akiwafanyia haki ya kuwapa anakuja mzee wa kanisa. Tunasubiri hapa ni waimbaji tu wa Heaven Targeters ambao wamesimama kuweza kutubariki na wimbo. Anakuja mzee wa kanisa. Asante, tukiwa tunawasubiri Heaven Targeters, kanisa ambayo ilikuwa kwa Sam KCC. Muone ya kwamba mmepanga vile viti vizuri, mmekusanya viti vyote, mmeweka pamoja, ndipo mtoke. Asante sana. Tunamshukuru mzee wa kanisa ambaye anazidi kutupa matangazo akishirikiana na wengine. Fundi mitambo, tujaze na wimbo wa Heaven Targeters ambao wameweza kusimama hapa kutubariki na nyimbo zao kemkem. Tuwakumbushe kesho salamu tu za mtumishi wa Mungu Pastor Clifford ambaye amekuwa hapa pia nasi kutubariki siku hii ya leo. Pastor Clifford hivi anahudumu kwenye chuo cha Kisii University. Unajaza wimbo kwa ya Heaven Targeters. It's 1829.
By the way, airplane mode is on, so you It's 6:30 p.m. To hear your notifications, follow the notification on your phone to turn on notification access. Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa sababu amenitia mafuta. Get to the point. Take a step forward.